hakuna kinachoweza kubadilika kwenye maisha yako. Kwa hata kama unaingia kanisani, unasema mimi nimeokoka, unasema mimi nafunga na kuomba, mimi natoa, haiwezi kusaidia. Kwa nini? Kwa sababu tayari unachokifanya, kama unatoa sadaka kwa Mungu, unatoa sadaka kwa Mungu ukiwa katika msingi wa uovu uliojengwa kwa ushirikina. Unasema mimi nimeokoka, nafunga na kuomba, unafunga na kuomba ukiwa katika msingi wa ushirikina. Hayo mambo yatakusaidia nini? Yatabadilisha nini kwenye maisha yako? Njia ya tatu inayojenga uovu, msingi wa uovu kwenye maisha ya mtu, ni agano. Agano la ukoo. Haleluya, haleluya. Haya ni maagano ya damu katika kizazi, kwamba mtu mmoja katika ukoo anaweza kaingia katika agano. Agano hilo likasababisha wanaokuja nyuma wote wanapita kwenye yale maagano. Haleluya. Mtu wa namna hii, hata kama atakuja aombe mpaka mbingu zitetemeke, hakuna kinachobadilika kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna msingi umejengwa kwake. Agano ni makubaliano ya pande mbili. Makubaliano haya hayavunjiki mpaka mtu mmoja amue kuyavunja. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kila agano la nguvu za giza, kila agano la nguvu za giza nililoingizwa na wazee wangu, kwa jina la Yesu, lile agano la kizazi, lile agano la ukoo, lile agano la damu ambayo tumeingizwa sisi kama ndugu, kupitia jina letu la ukoo, kupitia majina ya ukoo, kupitia damu kwenye ukoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hilo agano liharibike, hilo agano